lakini natokana na kisi wewe peke kuna jipanga mbele za Mungu. Mungu aparamianaki. Gisi kuna jitengeneza mbele ya Mungu. Ndio Mungu kuna kujengea majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Apewe sifa. Ndiye wangu tungetoa sadaka na tunajengea. Kwa sababu mioyo, haleluya, imekwisha kupokea kitu kwa Mungu. Tungetoa sadaka, banatuombea na tunaenda. Lakini kwa utaratibu wa kanisa, basi tutasoma neno kidogo ili kwamba tusikie lile ambalo Mungu ataongeza kidogo na tunajiendea kwetu. Pastor Charles anajua sema leo tutakuta maragi haya hivi. Lakini ile Mungu atatupatia ndio itatufanya tukute maragi haya hivi wala ilisha ya sifa kwa Bwana Yesu. Ninashukuru baraza sana kwa kutupatia na sisi tufanye dede. Nilitaka kusema neno kidogo ya salamu kutoka baba. Baba mchungaji alisema kwamba ni wasalimu. Kwa sababu anajua kama sasa niko hapa. Anajua niko naniombea kule kwenye iko. Baba alienda kule kwa ajili ya madhaifu ya mwili. Alikuwa anasikia madhaifu kidogo ya mwili, tukasema aende kule. Mwanaume manake vitu vikaharibika. Siku 3 ndipo wanatutafuta juu peke hizi yao kusha telefoni. Bakule liko na tutafuta hawatupati. Na siku bwana watafuta kusudi tuulize kama alifika hatuwapati. Siku 3 mtu kwa tawanyika hospitali. Neema ya Mungu mdogo wangu kule kaita Pastor Shanda. Naye akamwambia mimi niko Kigali. Lakini akapiga mwae yote akapata kutufikishia kwa habari. Nilikiafika kule na kwa nyuma siku 5 nilikuta mtu hospitali mtu mhali mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angali tu kule kwa sababu iko sub control ya daktari wake. Iko na kufuatilia kisha juma 2 anapita control. Kisha juma 2 anapita control. Ndio maana angali kule. Lakini muda sasa afika atakuya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia usalimu kanisa mzima. Mnazipokea? Bwana Yesu atukuzwe. Leo ni kwa sikia saro yangu kama twende na turudie twende kule maragi jambo ya baba. Roho yangu ilishafika mwisho na raha. Baimbaji Mungu awabariki. Musicien Mungu awabariki leo. Neno naishinda. Mungu wa mbingu awabariki sana na muendelee hivyo hivyo. Nyimbo inabidi sikilikane. Muziki inatulii. Lakini Mungu leo anawasaidia kabisa kwa niwa pesa. Asubuhi ya leo tuko na somo ambayo inatuambia faida ya Roho Mtakatifu ndani ya muamini. Ndio somo yetu ya asubuhi ya leo. Mwalimu ambaye Yesu alitupatia faida ya Roho Mtakatifu ndani ya muamini. Muamini ni Mkristo, mimi na wewe. Faida ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu hakuna Ukristo kama hakuna Roho Mtakatifu. Kuna vitu viwili. Kama Roho Mtakatifu haiko, maana kuko kitu kingine jeko pale kufasi ya Roho Mtakatifu. Ni nini? Ni roho gani? Takafuto. Bwana turumie sana. Maana kuna kuwaka tu vitu mbili ndani ya muamini. Roho Mtakatifu na Roho Mtakafuto. Mtakazali, mtaka maovu. Ndio vitu mbili ambayo inakuwa ndani ya Mkristo. Na wewe na mimi. Kama hakuna Roho Mtakatifu, maana kuko roho wa dhambi. Bwana turumie sana. Na tunaweza kufanya miaka ndani ya kanisa pale pasi ya Roho Mtakatifu. Kama hakuna, maana kuko roho wa dhambi. Unaweza kuwa mhubiri, unaweza kuwa mwombaji, unaweza kuwa mtumishi wa ngazi zote. Sans exception. Maana ngazi zote unaweza kuwa. Kama hakuna roho wa Mungu, maana kuko roho
kukoroa dhambi ni Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Kanisa la Karmeli tutafute kujazwa na Roho Mtakatifu. Papa mnisaidia maji. Mwili haiko bien, tanisaidia kidogo. Tu na kuna Roho Mtakatifu. Ndio vile tulishasema. Yesu alikuja duniani kwa misio yake maalum. Anakuja kutafuta kilicho potea. Yaani mimi na wewe. Yesu alipoingia duniani akaanza misio yake. Alikuja kwa sababu hakukuja akafa pamtire sa vile mafilme zingine zinaonyeshaka ase Yesu akaenda dragewa momi. Yesu mimi nasema ashindwe malifanyika ile filme kwa jina la Yesu. Amen. Ashindwe kabisa. Yesu akaenda tafuta mie ambaye singeliokoka kwa sababu jamaa yangu ni wenye dhambi, jamaa ya wapagani, ningeliokoka lakini kazi ambayo Yesu alifanya ikanifanya na mimi leo kuwa mwana wa Mungu. Ikakufanya na wewe kuwa mwana wa Mungu. Na zaidi ya hilo kupata neema ya kuingia Karmeli. Sifa zimurudilie Mungu. Bwana Yesu atukuze sana. Katika parcours ya maisha ya Yesu akaanza chagua mitume. Baba nifuate kwa jina lake. Baba nifuate kwa jina lake. Baba nifuate. Akachagua mitume. Na wale wote aliwachagua akawaambia mnaokoka. Akuambia seju mnakia kwangu mali tangu leo mnapata neema kuingia mbinguni. Ndio vile tuko. Ndio vile tuko. Martha nifuate. Ninaogopa kutaja majina mengine. Sasa hayo unanitaja. Nataka Suzete wangu. Suzete nifuate. Akachagula. Nataka na mwanakazi yangu Estere nifuate. Akachagula Yesu akachagula. Wote kawatia katika kazi. Lakini kila mtu alikia jinsi alikuwa. Si vile? Mwenye alikuwa anaiba kutwani hapo nifuate. Anakuja. Mwenye alikuwa na roho samaki hapo nifuate. Akakuja kila mtu anakuja na mikoba ya kila kitu alikuwa nayo. Petro anakuja na kakisukaki. Kalikuwa mule ndani. Asante baba. Anakuja na kakisukaki kalikuwa napo anakia kafichika mkoba. Anakia kwa Yesu. Yesu mwana analiwa kama uti pelakia na kakisu. Kiko mule. Bengine bote Yesu akawachagula. Bakaanza kazi. Bapande. Bashuke. Ile nyeluka mamamu nasema kasema mweke hiyo. Bakaanza ita. Twende turudi. Mwende mfue watu wanaenda. Mwende mtoshe mapepo wanaenda. Baba tunatoka kutoa pepo na pepo na tutu. Yesu akisema msifurahi pepo na watu. Mfurahi kwa sababu majina yenu kama inaandikwa mbinguni. Bwana asifiwe. Ile ndio mfurahie. Karmeli tufurahi kwa sababu majina yetu kama imeandikwa mbinguni. Lakini kama hayaandikwa mbinguni, mwanangu kwa pale wende kujifanyia wenyewe, wengine liko nafanya nchi. Yesu akachagua wale mitume na wakaendelea mkazi na mitume. Ikafika wakati yenyewe Yesu anakufa, wanaanza kumbeba. Mabitu hasa wanaanza fanya kazi yenyewe wachaguliwaka na liko na ile mabitu yao. Petro akaanza kwanza, sasa anataka Yesu na nyama tukulishaka. Akatosha kisu. Kakata na masikio. Tafadhali ndakuja mimi kidogo. Kabla ya kufika kwa lile neno letu, tutasoma katika kitabu ya Yohana. Somaji wetu atusaidie Yohana sura 16 na mstari wa 13.
Tuko tu kwa lile neno, faida ya Roho Mtakatifu ndani ya muamini. Wewe na mimi pale ndio kwenye tuko. Karibu baba. Mtakatifu sura 16 mstari wake wa 13. Tunasoma katika jina la Yesu. Lakini wakati anapokuja yule Roho Mtakatifu wa kweli, atawaongoza ninyi katika yote yaliyo kweli. Sifa zimurudilie Bwana. Wakati atakapokuja yule Roho, sio tulisema ule njoo mwenye ni faida ya kuwa na ule Roho. Anasema wakati ule atatufundisha kujua ile kweli yote, kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu Mkristo anapaswa kuwa mkweli. Mkweli, hapana msema bongo. Yenye baba mchungaji anasema kaseme, Bwana anasema nenda leo piga bili yangu bongo. Hapana, hiyo maisha ya Kristo. Bwana Yesu aturumie sana. Lakini Roho Mtakatifu tu ndio mwenye anasaidia kama mtu kutoka katika ile bongo, anakufanya kukua mkweli. Roho Mtakatifu. Zile ni faida za Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Roho Mtakatifu tu ndio mwenye anasaidia mtu kutofautisha dhambi na isiyokuwa dhambi. Ni Roho Mtakatifu tu. Hakuna kitu kingine katika maisha ya Mkristo. Kama hakuna Roho Mtakatifu, tulisema mwanzo, maana kuko dhambi, kuko Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni mtakafujo, wakati watakuona unafanya ile dhambi, wakataka kukuonya, utalamusha fujo. Ndio maana ni mtakafujo. Tutafute Roho wa Mungu katika maisha yetu. Karmeli, Bwana tusaidie sana. Roho wa Mungu tu ndio anafundisha kama mtu jinsi ya kuikala, jinsi ya kuishi ndani ya jamii, ndani ya jamaa. Ni Roho Mtakatifu tu. Kwa sababu Roho akaingia, unaanza jiona haiko tena wewe ndio unaishi. Unahakikisha ile ndani yako kweli haiko mimi ndio niko naishi, ni Yesu ndio unaishi ndani yako. Bwana asifiwe sana. Na kama Yesu ndio unaishi ndani yangu, si Yesu ndio unaishi? Yesu ni mtakatifu. Maana yake dhambi zote Roho akaniepusha nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Roho joka za faida za ule Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tu ndio anajuaka ndaikala kanisa. Mkanisa si ndio kwetuko. Roho Mtakatifu ndio atakwambia kisutekata. Kwa sababu kama Roho haiko, ndio nakutaka mavae yako mkanisa. Vae panda shuka, unaendaka tu. Unaendaka tola nini? Panda shuka mkanisa, unaona mtu anatoka anarudi, anatoka anarudi, hauna upungufu wa Roho Mtakatifu kwa ndani ya maisha yako. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu aturumie sana. Upungufu wa Roho Mtakatifu ndani yako. Lakini kama Roho iko, atakwambia mtu anatuliaka hivi ndani ya kanisa la Mungu. Ile nyewe walimu wanaambia watoto, mbele za Mungu ni kimya na adabu. Haiko tu kwa watoto, ni kwetu sote. Ndani ya Mungu, mbele za Mungu ni adabu. Kwa sababu Mungu haiko Mungu wa mchezo. Mungu ni moto ulao. Mbele zake ni adabu. Panda shuka, na kunishangaza, mtu anatoka pale, juu pale ndio ile dhambi nazoa ku. Unatoka pale, unaenda na kimbia. Mkanisa unakimbia mpaka mkazi. Najiuliza, ito miniti kidogo kutoka hapa na kwenda hapo, kenda polepole hautafika. Mimi mtu anakimbia mkanisa na ruka na anakimbilia mkazi. Upungufu wa Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie siku ya leo. Kila mmoja ajitie kupezi. Kama Roho Mtakatifu haiko ndani, ni fujo mingi. Mhubiri kwa na ubiri na kritike ziko kule hivi. Upungufu wa Roho Mtakatifu. Leo tutazika ile yote na kwanza Mungu. Mhubiri kwa na ubiri na wako na kritike. Baka kutia hapa hotaweza. Mungu aturumie sana. Unajua jasho natoka kesho kutayarisha nini? How you? Bwana turumie. Kisha wako na kritike mwenyewe na ubiri. Unakosewa Roho Mtakatifu. Na uambie Mungu leo nipatie Baba. Nihurumie
yangu mimi nakuta kikwazo iko ya kukritike watu. Bwana Yesu aturumie sana. Kama hakuna Roho Mtakatifu ndio nakutaka watu kuna tetana. Mtu anaanza teta mwingine hakuna kwa alianzi. Batamuuliza uliona? Wala ulikuwa? Wala nini? Lakini shumule mko vipi? Mko Roho Mtakatifu anekale kwa tetana. Tafuta Roho Mtakatifu, ana faida zake kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe. Mtu alikia kwake asubuhi. Asubuhi tu tuliingia msakatu. Nianza tafuta. Na mzungu anakula nini? Kama ni matoto, kama ni mabombo, kama ni vitu gani? Mtu anakula. Mungu atuhurumie sana. Ndani ya kanisa la Mungu ni nafasi ya kumheshimu. Tunakia tu kumsikia yeye tu. Tutasema nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta. Mtoto wangu leo kupata kusema, "Sai juni wangu hakuna wakadiri." Alikaa nyuma. Alikaa nyuma na kuta watu wanaikana. Sawa nekara walikuwa wamesha bali. Ndio alikaa pale na anasukuma kwanza tena anasukuma kama yeye. Maki na déranger wengine. Mimi namsema juni ni wangu. Silishasema niweza kutaa juzi nipige sasa kutoka. Upungufu wa Roho Mtakatifu. Unakuta vitu vyenye vinafanana vidogo vidogo tunashindwa navyo juu hakuna Roho Mtakatifu ndani. Roho Mtakatifu ndio anatusaidia kujua tutavala tuko nenda kanisani, tuko napita mbele za watu tutavala Roho Mtakatifu. Lakini kama hakuna Roho Mtakatifu unavala kitu unasema leo ndabaonesha leo mimi nenda nakibilia leo atasikia. Nani atasikia? Nani niko na kuangalia? Nani niko na kuona? Hakuna Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu aturumie sana. Unaona mtu anaingia ndani ya kanisa, anaenda pale nguo wazi. Na anapita na unajua baba wako yuko pale na atajia baba wako haiwezekani. Anaingia mkanisa. Kajiuliza, tuko wa Kristo mbele gani? Roho wa Mungu hakuna ndani yetu. Mama naye vile haiko sawa binti tu. Anashonesha wenyewe anataka kama baba anatuambia joye wote sasa. Mbona shika iko mbaya? Haikakazi. Lakini uangalie jipe gani unavaa. Kuvala robe haiko mbaya. Lakini uangalie robe gani unavaa. Unakuta mama mzima anavala, hata mtu mwingine atasema baba ndio. Baba anavala pantalo yapata ile pantalo tena mpana yeye wote. Sasa ujimagine yeye nakubana wewe wote uko ndani yako uko Bwana Yesu aturumie sana unakiaonesha nini? Nani kwa na bezo yako? Hakuna. Ninapatia watu wa zamani sheria walikuwa wanapata pantalo yapata hapa. Ile pantalo yake imepandishia huko. Njoo utanakwasa hivi mbarabara. Iko na sheria. Baba mzima wa jamaa na kana baba pantalo kana kubana. Sentile na kamati hapa. Sentile ya zamani ilikuwa na pando kuyu. Me yake na kamati hapa chini. Njoo sasa kana mbana. Hapana. Watumishi walikuwa wanaongoza kanisa siku za mwisho. Walikuwa wanasoma naye. Baka chana mama kaolewa wake, baba naye akaoa wake. Mama sasa muona sema okazioni. Baba tulipotenda katangia zamani. Mungu tena anatusaidia juu kila kitu ya zambi na nini. Watu wanazoea kutaja jina la Mungu. Ile jina na ndio moto itawachomaka. Ile nyemu nendana nao kila saa. Mungu wangu mimi nakutanana na huyu baba. Baba ushaoa? Nishaoa. Na wewe mama ushaolewa? Nishaolewa. Mtumishi wa Mungu anasema vile nishamwambia nishaoa. Maka jinsi nishaoa. Tunge nani jua amumaliza Kiswahili sana. Mimi siseme watu wote wale wenyewe kwa utaponea wapi? Pastor na sasa nimwambia sasa mimi niko pastor alijadresse kwake mbele juu. Siko sana muyu. Mepone kwa huyu mama jiko saa kazi yake ni kwenda na angusha watumishi. Haiko kila mtumishi yeye anachezea kapo. Huko
yako. Ukachezea yako unakula moto. Baada ya Tanzania ndio wanasema sasa unakula kwako. Ase nakula kwako. Kila mtu tunachezea na mkaaba hapo. Roho Mtakatifu ndio anasaidia kabutu kuepuka vile yote. Unaweza kuwa mwale jana, leo Roho Mtakatifu anakugeuza. Anakufanya mtu mpya. Unaanza ishi sasa, ulikuwa unaangalia huku, unageukia huku. Unasema haiko tena mimi niko naishi, bali ni Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta Yesu ndio aongoza maisha yako. Aanze kuongoza. Roho Mtakatifu ndio anafundisha mtu kujua ongea. Kusema. Nadhani kila mtu humu tangu za maisha yake ya zamani alikuwa msemaji. Tunakuta mtu anasema mimi nilikuwa msemaji ndiye, ewe hausemaji tena jua nini? Roho Mtakatifu alisaga. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu aligeuza usemi. Hata katika kuchagua wanafunzi, Yesu cha kwanza alifanya sali kwa mbinguni. Aliwashushia Roho Mtakatifu kwa sababu Mungu alikuwa anawajua. Anajua hawa ni wabandi, hawa ni wamwizi ya kwa frontier, hawa wanakatana masikio, hawa. Yesu alijua. Tawatumia kwa Roho Mtakatifu. Na cha kwanza kazi ambayo Roho Mtakatifu alifanya ni kugeuza ile mantini zao zile. Makinyo ambayo walikuwa wanasema, unakuta watu wanasemana, anafaa kutoka. Uliona wewe? Sasa bila jiuliza hivi. Unatia mkono hivi juu ya kutenga kwamba mwenyewe pembeni asisikii na Mungu. Na Mungu naye haiko na kuona. Bwana Yesu atuhurumie. Tafuta Roho Mtakatifu kwa maisha yako. Mkristo bila Roho Mtakatifu kunabakia fujo na makelele nyingi. Mungu atusaidie sana. Faida katika Roho Mtakatifu ndani ya mwamini, wewe na mimi. Roho Mtakatifu ana kazi za mingi. Anatufundisha katakisa kukula kumeza. Roho Mtakatifu. Kwa sababu mtu anaweza enda kumeza na njaa. Anasema leo hawa wote weniko nao hawatasabu kitu. Pale kumeza. Pale kumeza na anachikoroga. Tunasema leo mtu nikukula nilikula. Roho Mtakatifu ndio anafundisha mtu, anakuambia kama inja ni dakika kidogo. Ukakuna hata kijiko mbili inatosha. Acha mwingine na kule moyo na mwingine kule moyo. Kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Roho Mtakatifu kwa muamini. Wewe na mimi. Sifa zimurudilie Mungu. Sifa zimurudilie Mungu wetu. Kazi za Roho Mtakatifu ndani ya muamini ni za mingi sana. Jichagulie moja. Jitafutie moja. Petro alikatana masikio sababu hakukuwa na Roho Mtakatifu ndani. Kwa tu mwile twende na Yesu. Twende turudie. Lakini Roho hakukuwa ndani yake. Lakini alipojazwa na Roho Mtakatifu. Sifa ni za Bwana. Alipojazwa na Roho. Ile kinywa yake ile ambayo ilikuwa na katara Yesu inaanza kushuti. Bwana asifiwe sana. Petro alikuwa akikatara Yesu mbele ya mwanamke. Sasa usimjue nasi amonaka ta. Lakini wakati Roho alishuka. Sifa kwa Bwana. Wakati Roho alishuka alimtangaza Yesu. Asema unamuua. Ndiye Bwana ninayemshuhudia. Woga ukatoka kwa maisha yake. Tungali tunaogopa kwa sababu Roho haiko ndani yetu. Sifa zimurudilie Mungu. Tungali tunashindana mhuduma kwa sababu Roho haiko ndani. Kuya Qur'ani na kesi mimi napenda. Bakakwambia tu tunakufungia Qur'ani sasa. Kwanza mlikuwa mnajua ile iko Qur'ani. Mnanifungia? Hapana problem. Napata konji. Lakini kama Roho iko utalia. Utajuta. Ndio vile kwa ilikuwa zamani.
Mara nyingi pasera kuona na shimamaka hapa anashirefere kwa zamani. Penye aliona kilitikisa kanisa. Na vile ndio watu wanapasha kuwa na tafuta. Zamani walikuwa wanafanya kwa huko mwimbaji. Baka kufungia Korani. Walikuwa wanakufungia Korani na kwa kumlango. Unajenga kimbia. Sona fika kumlango kama kile enea serikali wanafunga. Wewe unyolikana kimbia ushiwaze nitakuwaje. Utalia inakuangalia. Utashikana siku nyingine ukiembele. Na leo sasa tofauti. Bakafungia Korani na njoo vile tu. Mimi naenda kwanza msoko kujisha. Msoko mnatuletea mungu. Nini ndio mnalitaka? Msoko. Bachuruzi. Roho Mtakatifu ndio anakuambia kama mtu apashe kwa anaingia na retare mkanisa. Roho Bwana. Huko mtu anaingia na retare mkanisa. Tangu janvier mpaka fevrier anaingia kila siku na retare mkanisa. Nashi asisumbua ta. Pengine ndio kwa wanajiuliza sasa huyu amechelewa Kwanza si wa mshoko wa mkuma. Hatuzalake, hatuna watoto, unachelewa kujua nini Martha? Bwana Yesu aturumie sana. Lakini Roho Mtakatifu anakuambiaga saa ibada. Kengele na kuwaka mbuto. Sio kama mnajua hivi wala mshiki. Kengele na kuwaka mbuto. Ule kengele ndio kunagonga. Saa ibada inaendelea. Saa ibada inaendelea. Ndio unakimbia unaingia kuibada. Lakini kama hakuna Roho Mtakatifu ndio unakuta mtu. Sasa unapenda unaingia na sasa unapenda unachachi. Mungu wetu aturumie sana. Mungu aturumie. Na kila siku tuko naenda mbele za Mungu tunalia Baba. Baba, mashida inanipita. Baba, Mungu naye anaangalia kama tunafanya kazi yake. Siko anatuangalia. Siko anatuona. Anaangalia kama na sisi tunafanya. Mungu anageuzaka penye alikuwa anapanga juu ya mtu. Juu Mungu anajivunia mtu. Anageuzaka. Wenda ndiye Ezekia akakufa. Tengeneze mambo ya nyumba yake juu atakufa. Ezekia akasema nikufe. Mimi najiuliza kama wana project gani? Yenyewe inataka nakatala kukufa. Ndio project gani ndio bwana alikuwa nayo. Akaacha mjumbe aende. Akageukia ukuta. Ndio mantiko natuambia. Akaambia Mungu sitakufa. Kumbuka Baba. Kumbuka Mungu kisiminaendaka mbele zako. Na haiko mbele zako tu. Akaongeza kwa ukamilifu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa ukamilifu. Tu tunaendaka tu mbele za Mungu. Tulienda tena leo. Lakini akamwambia Mungu kwa ukamilifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Leo Mungu ile neno akamgusa. Akasema ni kweli. Niko sasa angalia kwenye kumbukumbu. Akasema ni kweli. Akatuma tena mtumishi wake wende mwambie hata kufa. Haiko rahisi. Amen. Haiko rahisi. Kufanya Mungu ageuze maamuzi. Yenye alikuwa anakamata juu yako, aigeuze. Unaanza ni mzaha. Aseme mimi naenda mbele zako kwa ukamilifu. Hapana kuingia mkanisa saa 5. Hapana kuingia mkanisa saa 3. Nishamaliza piga maradi, niende sasa. Niongezo njoo ya Mungu. Utamuomba atageuza jibu nasema pale. Bwana aturumie sana. Pangia Mungu muda wake. Pangia Mungu wakati. Hii neno, hii wimbo ambao waimbaji waliimba iko kwetu si wa Kongomani. Mungu iko anatupangia. Mungu iko anatutengenezea. Iko anatubeba yulu. Kama adui atafika asitupate. Watoto ya tai nenda watengenezea kule. Basa ndio nilifundisha mahubiri nikisikia mpya. Aseme yulu. Kwenye adui atanakuya hata tupata. Wachawi huko fasi kwenye Mungu anatuwekaka hamuta.
suka. Siku atatutia bali. Utaloloma. Ndio watoto wanasema sasa utaloloma. Ndio watoto. Watoto mtoto wangu wanaambia utaloloma. Na ndio vile utaloloma. Kuna muda ambao Mungu hata kuachilia ufanye ile iko kichwa. Itakuwa muda wa Mungu sasa kufanya kazi. Bwana tusaidie. Lakini ya kwanza tafuta roho kwa maisha yako. Achana na madhambi. Nogeuke umwelekee Mungu. Katika faida, katika kumtafuta, katika faida kwa muamini za Roho Mtakatifu. Kuna kingine kile kinanichinja kama mimi nasema sasa nikufe. Sasa niko nasoma mbali. Ase Roho Mtakatifu anaenda kwa Mungu. Haleluya. Asema tujoke kuomba. Yeye na wewe hatujui. Hatujuaje tuomba. Baba nisaidie baba. Ona Ingrisi niliingia Mkongo. Nisaidie baba na niye. Pengine niko napitisha masaki ya mabunga. Mungu mie nini? Mungu mie nini? Ndio maombi yetu. Asante Rike katuambie hivi. Kwa sababu mie katika mawili yote mimi ndana jikaza nichunge kamoya. Kata nisaidia maisha. Akatuambia shetani anaangalia kama ndani yetu, udhaifu yuko ndani yetu. Unapenda kafranga sana. Maana yake wewe vichwa yako ni mwenye mfuko ya batu ya makuta, haiko yako ni ya Mungu. Kisi shetani anajua kama wewe unapenda. Bwana Yesu aturudie sana. Mwingine anapenda manguo sawa vile babangu. Mama si unapenda manguo? Tuambiane kweli. Mama anapenda manguo. Mekupa kupenda ya kupitisha mipaka. Yeye nitoka. Ingine na bana watu wanamtumbisha ndio wanasemaka mkirega. Bana mtumbisha wanamwana roho. Ingine nitoka. Shetani anakuangalia kama roho yako pale pale ndio unapendana. Pale pale ndio unapikalia. Bwana Yesu aturudie sana. Basheni garçon na basheni fille. Shetani anaangalia sasa. Jeune garçon moya anapenda kukuchumbia. Kama ni kuchumbia, kama ni kwenda kunini, kama ni shamba biashara, kama ni vitu gani kila siku. Shetani akajua kama ile ndio mzaifu yako. Kila siku atakuwa anakuonesha vya mzuri uende kuchumbie na pale ndio anakubania. Bwana Yesu aturudie sana. Kila mtu shetani anamtegeaka kumsaifu yake. Bwana turumie. Lakini kama Roho Mtakatifu anapata espace ndani ya maisha yako, atanikuta aje? Atanionyesha nini? Hakuna. Tafuta Roho Mtakatifu. Hapa katika kitabu Kitabu cha Warumi sura 8 na mstari wa 26. 8 karibu. Hivi Roho anasaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba kitu namna inavyotupasa. Lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa kuugua kusikoweza kusemwa. Haleluya! Sifa zimrudilie Mungu. Faida za Roho Mtakatifu. Anaangalia ile uchungu wenye ndani yake. Anailangule na kwa yake. Sifa ni za Bwana. Analangula ile uchungu yetu. Anaenda nayo kwa Mungu. Bwana asifiwe. Anaenda nayo kwa Mungu. Haiko mateso yake. Haiko shida zake. Shida yangu mie na wewe. Anaikamata. Anaibeba mbele za Mungu, anaambia Baba, huyu mtoto anahitaji hiki. Anahitaji hiki. Tena maandiko yanatuambia anatuombea kwa kugua. Tuombea kwa kugua. Yaani ile uzito ya shida zetu yeye anaibeba. Anaambia Mungu, angalia mtoto. Anaambia Mungu, angalia shida zake. Anaugua mbele za Mungu kwa ajili ya shida zako. Unaweza kosa ule kweli? Bwana tusaidie. Tunaweza
ndio tutafuta. Roho wa Mungu. Roho wa Mungu tu ndio anaweza kusaidia bakupige na unyamazi. Roho wa Mungu tu. Roho wa Mungu, kwa sababu asilia mwanadamu ni kwamba mimi siogope mtu. Siogope mtu mimi. Ogope mtu kwa nani? Uko nani? Uko nini? Hakuna. Tuko majifu mbele za Mungu. Lakini roho akakuingia kwa sababu roho ni mnyenyekevu, hata kufanya uwe na shuka. Hata kufanya kushuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanakuwa wanashangaa. Asa njole mama tulikuwa najua huyu. Ndio ule roho aligeuza. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Tumtafute roho wa Mungu. Ndio ule tu mama mwenye alikuwa anajua lakini alikutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema naenda mbele za Mungu kutuombea. Jua tujue kuomba na kweli atujue kuomba. Ukakuta watu wakati ya vita. Kila mtu anakuwa muombaji. Wakati ya vita ya basasi. Kila mtu anaomba kweli na lia na ngoja vita ishi. Muke kumaombi au kuna mtu. Mbona wako watatu waende watano na lilia kubali. Aba vijana ambao wanaongoza maombi hapa Karmeli liko na shida. Na nilishawahi kusikia mama mmoja anasema moto ya malembele tazimika. Wewe ndio tazimika na jamaa yako. Bwana kurumie sana. Huduma ya Mungu ndiye inaanza na chipukizi inapoka itingu. Bwana tusaidie. Mchungaji mgeni mimi niliolewa naye alikuwa na miaka 15. 25. Bali kwa waombaji mkanisa ya chai. Pasere Kongoro na wengine wanajua. Baombaji kabisa migasheni kabisa. Kwa magoti mbele za Mungu. Banajima chakula banajima starehe. Lakini uko na wakisikia sema moto wa malembele, wote moto wa malembele. Kama unawapenda uwaombee, banaweza kuwa na mzaifu sawa na damu. Na mpisi ni wakati umusaidie umuombee. Hapana uende na msemo. Wewe unabeba ile shida zake kama uko mna na msemo. Bwana Yesu akurumie sana. Kama tu anachunga maagizo ya Mungu ndani yake, hata mtoto Mungu anamsamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naeleza kale kama wale mchungaji wa Dansaka huduma maombi. Watu wajenga tu. Mimi alikuwa anabeba huduma ya kanisa kabisa. Akakeni chumbia. Nimwambia leo ndakuchongea kwa kanisa sasa hivi. Ndio nimwambia leo ndakuchongea kwa kanisa. Ase hakuna maneno. Akakeni chumbia huduma. Akanyambia hivi. Wana kwetu tuko nasema, "Utaona mwalimu, sio tutana vitu gani?" Yakanyambia mwalimu nyinyi kwa hapo niko tunapumzika. Mimi na hati kwa Mungu. Kazi ambayo Mungu aliniambia ndamtumikie nilikuwa ningali siwezi kuhesabu. Asante kwa mchungaji wa kanisa. Mama yangu haina makuta, mama yangu haina utajiri, mama yangu haina. Ukono utaweza twende. Sasa kwa jeni. Lakini kwa sababu alikuwa na hofu wa Mungu ndani yake, ikatimia kwa wakati ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikatimia. Mungu ajali ni mtoto kwanza yeye anasema hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu hana na kuogopa. Na anatuambia kuna matengeka mbinguni kama iko sana mtoto. Tasarau iko na kuongea chwani. Uko kwanza wewe mzaifu haujui omba. Daktari anakusogeza unaanza bazarau. Si Mungu akurumie. Akurumie kabisa. Akurumie. Hawa watoto wanajitoa kumirako mpaka mimi nafikiria huruma. Iko wanatuombea na sisi tunalala tuko na huruma. Kisha tunashimama batenda. Mungu ambingwa akurumie sana. Mchungaji akaniambia ndapoka mchungaji wa kanisa mamangu haina makuta, haina utajiri, akasema juu yeye anasema kweli. Asema kigongo. Tangu mimi namuone Bwana asema hivyo. Anasema kweli. Takuruma lakini ndio kweli. Mchungaji asema hivyo. Bwana Yesu aturudie sana. Kama wewe ujue kalite za wanao, pole sana. Mimi wangu anasema kweli. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Hii miaka yote tunaishi naye, mimi peke mimi ndiye
Unisaidie nijifunze makalite za ubani. Lakini sitakikuwa kwa hivi. Mungu atusaidie. Akaniambia kweli, mie ile kazi yenye Mungu alitachiaka haina mafuta. Na akaniambia mwa ile maombi hasikukwani teki. Akataya nilikuwa naye, akataya. Mungu alitusaliana na Mungu akatuambia kila atashika maagizo, atatembea hivi na sisi. Na kweli balitembea hivi. Mama waliingia mserikali kama vile Mungu alisema, wengine wakakuwa mtume kanisa kama vile Mungu alisema. Mungu wetu kama tunajisafisha anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale nilikuwa ningali mchanga wa kiroho ile kwa nyambia nilikuwa nasikia kama nini? Aliniingia kama maskini. Nikamuuliza hivi. Ulikuta Yesu wapi? Mungu apijwa kuambie hiyo kitu takuwaka. Wawate wakashaiwa kama niko mchanga. Chini kabisa. Akaanza nifasiria kisi Mungu anasema. Njoo faida mie nilipataka kwa uba hapa. Ni mume wangu na ni mchungaji wangu. Kabisa 100%. Njoo faida nilipataka. Akajua huyu ni mchanga, ndani yake hakuna kitu. Akaanza nielewesha. Mungu anasema kana watu yake. Kama watu yake walipata neema ile siku Mungu anaongea nao. Miaka ikapita tukaoana, alikiaombewa mchungaji. Ikatimia ile neno alisema, tofauti na waumbaji wa leo, tofauti. Bengi biko maombi juu wapate mafuta. Mimi aliniambia kukaza kichungaji hamuna. Okontre maneno hivyo. Na wenye kufanya maneno. Na wenye walifanya maneno. Na mwezi kuambia kitu maneno. Ndio shukrani. Lakini kama uliitwa na Mungu, haitakutikisa. Haiwezi kukutikisa. Kwani unaweza umia sana mtu lakini inapita. Unawakia tena na starehe mbele za Mungu. Naambia baba nitie nguvu tena. Niendelee. Ndio nakutaka kila siku mchungaji wetu anatuomba msamaha hapa. Hakwetu. Hakwetu. Chungu wanya ndeka wa mnyumba. Ai ndio papa na lomba tete msamaha kanisa. Ndio nadhani duru. Haiko duru. Iko na Roho Mtakatifu. Asichakae ndani yake iko na mno, kwa sababu Roho Mtakatifu apendeki kiburi, anapenda kushuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho anapenda tu kushuka, ataingia, ataikaa na tasari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kuwa mtu wa kiburi, Roho anatoka, anarudia nyuma na kuacha. Ule mwingine Roho ndio anapata nafasi. Ndio atakupelekesha sasa. Wewe njoo. Mie njoo. Wewe njoo. Hakuna wa kusema bila wewe ya usemi. Roho Mtakatifu alikuacha ukabakia mtupu. Tujikaze tutape Roho Mtakatifu kwa maisha yetu. Asione Roho anatuombea kwa Mungu, anakuombea wewe na mimi. Tunaenda kumsikiza. Baba, ninaanza kulala. Baba niangalie, unalala. Roho Mtakatifu anabaki kunafanya permanence. Iko naangalia, neko napeleka raporo yote kwa Mungu. Baba huyu analala tu lakini alikuwa mhitaji wa hiki. Baba huyu analala tu lakini alikuwa naomba kutendea hiki. Ndio kazi za Roho, tafuta Roho Mtakatifu. Atakusaidia kukutofautisha na wa dunia. Ase tunaishi ndani ya dunia lakini hatuko wenyeji wa dunia. Roho tu ndio atakusaidia. Tunaishi tu ndani ya dunia, tunaishi. Hatuko wenyeji. Na mpangai mwenye haiko mwenye nyumba hafanyake kila kitu ndani ya ile nyumba. Huko basi tunapanga nafasi ya kazi. Mwenye nyumba akatuambia, "Bangu, tulipatana tunanyie mayai." Basi mkataa ongeza kabili tunakorogana. Kwani niko na sheria haiko yetu. Haiko nyumba yetu. Mako nilikuwa nyumba vile leo nilipatana naye tuje utatia Mungu. Ukasema mimi naona saa hivi anaendesha mzuri kwa nini tafuta vingine aenda ongeza mnakorogana na kujiona. Joshua wa Kristo ndani ya dunia. Tunaishi tu ndani ya dunia lakini hatuko wenyeji. Na kisi hatuko wenyeji, hatupashe fanya
kila kitu ya dunia. Bwana Yesu atusaidie ili nina kutakimbiza roho wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Hatukatifu. Bwana Yesu atusaidie. Roho Mtakatifu ndio mwenye atakuonesha kama tuko naishi ndani ya dunia lakini hatuko kwenye dunia. Kila kitu kinakuya na unapenda uingie ndani. Uko nakimbiza roho wa Mungu. Pockets zinakuya naona ingia ndani. Unakimbiza roho wa Mungu. Mkristo anapasha kuvala na kila mtu anasema nitishu. Huyu ni mtu wa Mungu, anapita. Mbele ya kutoka mnyumba, jiangalie, jichunguze. Mbele ya kuongea, jiangalie, hapana sema mie ndio vile tunasemaka vile tu. Sipenda hata mtu anipande kujito wewe nani? Wewe nani mbele za Mungu? Hakuna. Tuko nani? Tuko nini mbele za Mungu? Hatuko kitu. Baba mchungaji atoka hapa njengo na maumivu ya mwili, lakini hakuwa mgonjwa atawala. Lakini alifika njia kwa sababu hatuko kitu, akawezewa. Akakuwa tabani kwa sababu hatuko kitu. Aliendaye peke kwa nia kusema haiko mgonjwa wa sana. Iko tunasikia maumivu na mimi ndio mawazo nikasema hapana. Hivi njia ingali mmoja utuzimu. Takupime na utuzimu. Kumbe leo tunawaza, haiko ndio nyingine mbona nawaza naye. Akafika njiani akawezeo, hatuko mwa dunia. Hatuko. Kila siku kwa naishi na kwa dekano unajiuliza, mimi naishi juu ya nini? Unaishi juu ya nini? Na mimi naishi juu ya nini? Kumzuri, uwema hakuna. Lakini tuko najiuliza, Mungu anatuacha wazima ili kwamba kila siku tuko tunajiuliza, nifanye tena nini juu ya Mungu? Nifanye nini tena juu ya Mungu? Unagonjwa na pona. Wengine kadogo na kinaisha. Jiulize, Mungu anakuacha juu ya nini? Alikuacha juu kwa chambani. Alikuacha juu kwa dharau watu. Ujiulize, Mungu alikuacha juu ya nini? Alikuacha juu kwa kuomba? Hapana. Mungu anakuacha mzima ili kwamba ujiulize tena, nifanye nini mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Tafute roho wa Mungu. Bado agana napatikana. Jiulize na mimi jiulize kila siku ya maisha. Tutafute roho wa Mungu. Tu ndio kiongozi. Kwa hiyo wapili tutakafuta wa Mungu tu. Hata uko nani, hata uko nani. Kwa sababu wengi watakuwa vilalo ya kupitisha watu wengine wapite wende kwa Yesu. Wengi. Mimi nasema hata uko nani. Kama hakuna roho wa Mungu, uko roho nyingine kupata. Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini ningeomba tutafute roho wa Mungu. Amen. Roho wa Mungu ndio msaidizi. Roho wa Mungu ndio mwongozi. Roho wa Mungu ndio mwalimu kwa maisha yako. Kuna makalite za mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anakuwa na makalite zake ambao roho anakupatia. Mtu wa Mungu hapana jinsi unaishi. Okazio ya dhambi kafika tu na unachimwanga. Mtu wa Mungu kuna makalite zake. Asa hiyo okazio inajipendeza ndani achae. Utayachae. Yusufu alikuwa mbele ya mwanamke mwenye pesa. Ule mwanamke ndio akamtamani Yusufu. Yusufu akumpenda. Si ilikuwa okazio ile. Na ilikuwa opportunity. Ule mwanamke ndio alipenda Yusufu, lakini Yusufu akasema kwa sababu alikuwa anajawa na roho wa Mungu, nitendeje ubaya huu? Nimkosee Mungu. Ndio makalite za mtu wa Mungu zile. Mtu wa Mungu ambaye kuna roho wa Mungu angukake ovyo ovyo. Hapana, unaanguka leo na shimama, asubuhi unaanguka, kesho na shimama. Haiko makalite za mtu wa Mungu. Nitendeje ubaya huu? Nimkosee Mungu. Mama anaingia mbele za Mungu kwa uchungu, analia kwa uchungu wa moyo. Leo
tungesema mchungaji anakuja anamkuta na mwambia mama, utacheka yule jengo kwa sababu unalewa mpaka uwekabe ya Mungu. Kaniteza mtu wa Mungu ni mama na mjibia, baba nisilewe. Nisilewe baba, nisilewe, nina uchungu wa moyo. Hapa niko na mimina moyo wangu kwa Mungu. Nisilewe. Ndio makaniteza mtu wa Mungu. Lakini mwenye ana roho wa Mungu ataanza kwa mchungaji, ndio mchungaji ya niaba. Ndio mchungaji, na kama nina leo wala silewe, Mungu sangekuonyesha. Sindoshie wale leo. Ase Mungu sangekuonyesha kama nina leo wala silewe. Lakini paramese mimi na leo niko naomba. Lakini mama alijibia kwa unyenyekevu. Nina moyo wangu kwa Mungu. Nina uchungu wa moyo. Joma kalikeza mtu wa Mungu zidi. Mtu wa Mungu banaweza kumwangia maya mvua ya manjanja ya jirani kwake na atatulia tena uliza polepole. Lakini kama hakuna roho mtu wa Mungu aseme yeye banionee na kama niko nafundika kikwenu. Baba anakamata pantaloni anafundika mkao. Sasa tutaiona kule. Bani mwangima mvua ya manjanja yende kwangu. Kule ndio tutaiona kule. Upungufu wa roho. Lakini kama Mungu yuko ndani na Roho Mtakatifu atakuonyesha kisi mtu anaweza uliza polepole na solution itapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza ndamu zako unamwambia unajenga nyumba hakutia familia kama maji yote kuna nivuia inaniharibisha vitu. Na atakuelewa tu. Lakini kama hakuna roho ya Mungu vita inaanza. Vita inaanza ya manyumba nishaiona mama ya kuangukia kwa mwingine. Na mshute inaanza ni barega wanasemaka. Unamshute. Maana ni vita ya ajabu. Mnafia nini? Maana yake kuna niangukia. Mnaweza kupata jibu mnauza mamile kana mtatia na probleme taisha. Lakini sababu hakuna roho wa Mungu vita inaanza. Mungu aturudie sana. Mungu atusaidie Karmeli. Tutafute roho wa Mungu atusaidie kwa maisha yetu. Tutafute roho wa Mungu atuongoze kwa maisha yetu. Roho wa Mungu tu ndio ataweza tuongoze. Atakufundisha, atakuweka kwenye kweli yote. Kweli yote. Roho wa Mungu tu. Bwana Yesu atubariki kwa neno fupi kwa mchana wa leo. Amen.